teknolojia inaitwa ya artificial intelligence ambayo tunaita AI au kwa Kitanzania tumekubaliana iitwe akili unde. Namna gani unaweza ukaitumia hii teknolojia kuboresha kile unachokifanya? Na kwa nini tumeweka hivi? Kwa sababu teknolojia zikija, tuna changamoto, huwa hatupati guidance nzuri. Kwa matokeo yake unakuta watu aidha wanaimisuse na bahati mbaya inakuja kuwaingiza kwenye matatizo. Lakini ukiweza kuitumia vizuri teknolojia, inaweza ikakufanya ukawa bora zaidi kwenye chochote ambacho unakifanya. Uwe unafanya kazi, unafanya biashara, chochote unachokifanya utafanikiwa sana kama utaweza kuchukua fursa za teknolojia. Sasa leo nazungumzia kuboresha ufanisi wako, na tunaanza labda kwa kujifikirisha tu. Kwa mfano, unakutana na bosi wako popote ulipo, wale wanaofanya kazi, anakwambia boresha taarifa hii, lakini hajakwambia taarifa ni ya nani, inalenga nini, inapelekwa wapi, au inatumika kwa kikao gani. Sasa kwenye AI, najua wote mmeshatumia AI kwa namna moja au nyingine. Baadaye tutakuja kupata fursa ya maswali na watu wenye michango mbalimbali. Kwenye AI pia ni hivyo hivyo. Ishu ya msingi kwenye artificial intelligence, maelekezo dhaifu ambayo unaipa, kwa sababu artificial intelligence inafanya kazi kwa kutegemea maelekezo uliyoyapa. Kwa hiyo ukiapa maelekezo dhaifu, itakupa majibu dhaifu. Ukiapa maelekezo ambayo yako vizuri, itakupa majibu au itakupa kile unachokitaka kama ambavyo wewe umetaka. Kwanza kabisa, sasa kabla tujaenda kuzungumza, tuanze kwanza kuelewana. AI ni nini? Inafanyaje kazi? Na kwa nini kila mtu anaizungumzia sasa hivi AI? Almost sasa karibu kila mtu anazungumzia AI kwa namna moja au nyingine. Na katika maisha ya siku hizi ukiona unaikwepa AI, umeenda na maji. Actually siku hizi kama tungekuwa wale waliosoma historia, zile zama tunazungumzia sasa hizi ni zama ya teknolojia. Kama watu wanaandika, tusemaga zama za chuma, zama za mawe, si industrial revolution. Sasa hivi tupo katika zama ya teknolojia na teknolojia imeadvance, na ndio tupo sasa hivi kwenye habari ya artificial intelligence. Kwa hiyo kama unataka kusurvive, lazima uhakikishe unaendana nayo, usipingane nayo. Ukipingana nayo inakutupa. Kwa hiyo tuanze kuangalia AI ni nini. Kuna mtu ambaye anaweza akajitolea kutuambia AI ni nini? Karibu, anayetaka kujitolea ili tuwe interactive kidogo. Najua wote tumeshaanza kutumia AI. Karibu yoyote awashe maiki yake aseme anavyoelewa AI. Wakati huo tunawaruhusu wenzetu wachache. Karibu tu, ingia, zungumza. Halo? Kama uko tayari. Karibu. Asante, mi naomba nielezee tu kwa basic knowledge ndio nayo tu. Karibu sana. Sababu mimi kwanza. Asante, mimi naitwa Elifra Msese. Yes, karibu. Ni mtumishi wa serikali, niko serikalini. Sawa sawa. Kwanza yeye mimi nilikuwa sijui, lakini katika kujifunza tu, kwa sababu mimi natumia yeye lakini basic kabisa yani. Kwa hiyo sina hizo teknolojia wanaita nini zile prompt, kuweka yale nini uipe itaki ukuletee vitu vizuri na shida yako. Wewe unafanyaga hizo basic ambazo umezungumza, lakini hata katika huo basic kidogo nimeona kuna vitu inanisaidia. Kwa mfano let's say unaweza kama unaandika ripoti, si ndio? Au kwa mfano labda mimi ni katibu, kwa hiyo wakati mwingine utakuta kwenye vikao ndio umechukua ile nini hata minutes ile muhtasari, watu zile nani zao walizoziandika, maoni nini, mapendekezo
Baadaye Yes. ukienda kupitia summary unaambia bwana, haya ndo mapendekezo kilifanyika kikao, hebu nitengenezee ka summary. Unaona kabisa anakuletea summary, anakuwekea na kalugha kazuri kidogo, anapoka kwa official, tofauti ambavyo ungeichapa ukaiandika wewe, umeona? Kwa Okay. hiyo nakuwa nimeweka kwenye basic tu, lakini bado katika huo basic inanipa at least hayo matokeo. Kwa hiyo nilivyosikia kuna seminar ama kuna maelekezo ya kujifunza zaidi, nikataka niwe interest kwa ajili ya kunicapacitate kunijengea uwezo zaidi, ili sasa niende kwenye advance, yani kutoka kwenye basic kwenda kwenye more advanced, namna ya kuprompt ikupe vitu sahihi zaidi. Hata unapoandika ripoti yako au unaandaa kitu, basi uwe na kitu ambacho kimenyoka zaidi. Na mara nyingi mimi mpaka sasa hivi huwa natumia ChatGPT, lakini huwa natumia kuna ingine inaitwa Gemini. Gemini Gemini, AI. sawa sawa. Yeah. Asante, nichangie kwa hapo tu kwa kwanza. Asante sana. Kuna yeyote mwingine kabla tujaendelea? Okay, tutapata muda baadaye wa kuchangia tu, hamna shida. Nataka iwe very interactive hii session. Kwa hiyo tunaendelea na pale tulipofikia. AI kwa namna rahisi kabisa, uwe unaelewa, tunasema ni ujuzi wa wazi na wala sio nadharia ya kompyuta pekee. Hicho kitu naomba tuelewane. Nikisema hivi namaanisha kwamba AI yenyewe kwanza ni mfumo wa kidigitali unaoweza kuchakata taarifa, unatambua mifumo, unatatua matatizo na kutoa maelekezo yatakayoleta matokeo maalum. Kwa kwenye AI principle inayotumika ni tatu. Moja, unakuwa kuna human thinking, kwamba lazima kuwa kuna baadhi ya namna ambapo binadamu anafikiri kuchanganua taarifa. Kwa hiyo tunaanza na thinking ya binadamu, ndio maana inaitwa akili unde, artificial intelligence. Anaanza mtu anafikiria, afu ndio anailazimisha mfumo ufanye vile ambavyo yeye anataka. Alafu principle ya pili imerely kwenye problem solving, kutatua matatizo. Kama alivyotuambia mwenzetu, umetoka kufanya kikao, kuna minutes zimeandikwa, umechukua watu wamezungumza tofauti tofauti. Of course siku hizi tume advance mpaka huandiki. Kwa mfano kama unatumia sana kwenye kikao, inaitwa nini, inakurekodia yenyewe, inakuwa Zoom. Kwenye Zoom of course kuna Zoom, kuna option ya minute taker. That is an AI application. Huandiki, inachukua ina convert word kwenda kwenye text, unapata muhtasari wako, alafu unakuwa goal oriented. Lazima wewe unayetaka kutumia AI kwanza uwe unajua unataka kufanya nini. Kwa hiyo kwa lugha ya kilayman ujue kwamba AI inategemea kwanza thinking ya mtu, inataka kutatua tatizo, lakini anayetumia anatakiwa awe kwanza anajua anataka kitu gani, na mfano kama mwenzetu alivyousema hapo. Sasa sifa kuu za AI, kwanza ina kitu tunakiita autonomy. Pamoja na kwamba inategemea mtu, kuna wakati inaweza ikawa inafanya kazi bila kuongozwa na mtu. Ndio maana unakuta kuna marobot, baada ya mtu kufanya kazi yake akiaseti vizuri, robot inaendelea kufanya kazi zake. That is an AI application. Kuna issue ya adaptability. AI pia ina tendency ya kuweza kubadilika kulingana na taarifa au mazingira mapya. Kwa hiyo inasoma behavior na inachukua hatua. Ndio maana utakuta kwa siku hizi ukiwa unaangalia kwenye simu zetu huku, kuna matangazo yanakuja kulingana na zile interest zako, kwa sababu wameweka tool ambayo inatumia AI, inakusoma wewe kuingia kwenye WhatsApp unaangalia vitu gani. Sasa kwenye Facebook, Instagram, YouTube, kwa hiyo utakuta aina ya matangazo yanayokuja kwako ni yale au vile vitu ambavyo wewe
unavipendelea. Kama unapenda mambo ya dini, utaletewa nyimbo za dini. Kama unapenda shopping, shop vitu fulani, utakuwa unaletewa matangazo yanayohusiana na shopping. Sasa vitu kama hivyo. Ndivyo tunasema hiyo ni adaptability. Alafu inafanya maamuzi. Inaweza kuchambua first taarifa na pia inapendekeza uamuzi au hatua. Lakini pia ina utaratibu wa kufanya learning from experience, kama nilivyosema, inajifunza kutokana na mazoea, yani vitu ambavyo imevizoea. Kwa hiyo kwa mfano AI inaweza kuchambua taarifa za matumizi ya budget. Kama wewe unatumia, siku hizi tunafanya online shopping, unafanya kwenye labda app ya CRDB, ya NMB, ya nini, inakusoma tu, inakuja matumizi yako, afu inaweza ikakutengenezea na mambo mengine ambayo una nini. Kwa ujumbe wa muhimu hapa tunasema AI haifuati amri tu, isipokuwa inatumia data, mifumo na feedback kusaidia kufanya kazi kwa busara zaidi. Lakini ili ifanye kwa busara zaidi, tutakuja kuzungumza huko mbele namna mwenzetu amezungumzia kuipa kitu kinaitwa prompt, maelekezo. Na ukweli sasa, AI sio akili halisi. Kwa nini tunasema hivi? AI inaweza kuonekana kama inaelewa, inaweza kuandika kama binadamu, inaweza kuchambua taarifa, inaweza kupendekeza majibu, inaweza kuiga mtindo wa lugha. Kama umesikia kuna AI mpaka zinaongea, mnajibishana nayo kule, inaongea yenyewe, inakwambia, ile inafundisha Kiingereza. Nafikiri mnaziona kwenye simu zenu. Lakini haina hisia, dhamira ya kimaadili haina, uzoefu wa kibinadamu yenyewe haina, mamlaka ya mwisho ya uamuzi maana yake inabaki kwa wewe mtumiaji. Ndio maana ukiingia kwenye AI ukatengeneza video chafu ikasambaa, unakuja kukamatwa wewe, hawata kumtafuta mtu anaitwa AI, kwa sababu wewe ndio umeilazimisha ifanye hivyo. Hicho ndio kitu ambacho nitamani popote unapotumia AI ukifahamu. Kwa hiyo kanuni, AI ikusaidie kufikiri vizuri zaidi, ila isiwe madaraka ya kufikiri. Haina authority dhidi yako, bado wewe ndio unabakia una authority ya kile ambacho unakitaka. Ni kwa nini sasa ni muhimu kwa watu tunaoita watumishi? Kama nilivyosema, unafanya kazi kwenye private, kwenye public, kwenye umejiajiri mwenyewe. Kwa nini sasa lazima uhakikishe unajua mambo ya AI? Kwanza, inaokoa muda. AI inatusaidia kuokoa muda. Kama alivyotuambia mwenzetu, kazi ambayo ungeweza kuifanya kwa kutumia muda mrefu kuandika minutes, muda mfupi tu inakuandikia. Au una draft email, upotezi muda siku hizi na draft tu email. Inaboresha ubora, inaweza kupendekeza lugha rasmi kama alivyosema mwenzetu, na kuandikia lugha ambako mpaka amesema kabisa nzuri kabisa. Inakuongezea uwezo. Lakini kwa mtumishi mmoja anaweza kufanya hivyo, kama ana msaidizi anaweza akachambua na ubunifu zaidi. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo zinatufanya, baadhi tu ya sababu ambazo zinatufanya lazima pale unapofanya kazi au lolote unaolifanya uhakikishe unajifunza ya mambo ya AI, na sio tu unajifunza kwa usahihi. Sorry. Najua kuna watu pia wao wanachanganya AI na hizi search engine za kawaida. Search engine za kawaida ni kama Google Chrome, tunatumia Mozilla, tunatumia nini. Hizo ni search engine. Sasa tofauti ya AI na hizi search engine za kawaida, search engine za kawaida zenyewe huwa zinatafuta taarifa zilizopo mtandaoni. Kwa hiyo zinakutafutia taarifa. Kwa mfano, unapakua kwenye website ma PDF document, we unasoma. Sasa unatakiwa usome mwenyewe, afu inafaa kupata vyanzo vya taarifa rasmi manake. Lakini AI tool haishi tu kukutafutia taarifa, inakutafutia taarifa na inakusummarize
na inafanya analysis. Kwa mwisho wa siku inakupangia mawazo kutoka kwa structure ambayo inaeleweka, inakusaidia kuandika, kufupisha na kuboresha, na inafaa kwa kazi ya uandishi na uchambuzi. Kwa hiyo ndio tofauti ya hizi search engine za kawaida. Hizi kumbe ukizitafuta, kama naandika research, nita download paper, lakini natakiwa nisome mwenyewe kwenye search engine. Ila kwenye AI nda download paper, na wakati mwingine naweza nisi download, nikaweka tu command na nataka paper za namna gani, afu nataka nifanyie uchambuzi upi, akaniandikia literature review mpaka ile tunaita references. AI ana uwezo huo wa kufanya. Kwa hiyo hii ndio tofauti kubwa ya search engine za kawaida pamoja na AI. Kuna mtu anataka aingie, sorry, dakika ngapi ni mruhusu? Kuna mtu anataka kuingia, dakika ngapi ni mruhusu? Wakati na mruhusu unaweza ukazungumza chochote wakati tumepause. Nimeshamruhusu, tuendelee. Unaruhusiwa kuuliza chochote, sio mahubiri ya kanisani ya kusema amina. Hii ni coaching session ambayo inapendeza ikiwa interactive, lakini nitatoa fursa ya watu kuja kuzungumza baadaye, msijali. Kwa hiyo tulikuwa tumeishia kwenye AI na search engine za kawaida. Sasa tunachokisema, kwa hiyo kitu kingine ambacho inabidi tukiangalie kwenye AI, wewe unakifahamu unavyotumia. Kuna hizi terminology tatu utakutana nazo sana, zina confuse watu. Kuna artificial intelligence yenyewe, kuna kitu wanakiita machine learning, siku hizi na kingine wanakiita deep learning. Hizi ni vitu vinavyofanana, usipokuwa makini unaweza ukajikuta unadhania ni kitu hicho hicho, lakini si kitu kimoja, ila vina uhusiano. Tukianza na AI hii ndio dhana pana, kwa ni broad, ina maana hivi vingine ni visabu. AI ni dhana pana ambayo ya mashine kufanya kazi zinazohitaji akili ya binadamu, zinaandika, zinachambua, zinapanga na zinapendekeza. Ukija kwenye machine learning, hii sasa ni sehemu ya AI, kwa ni ka subset ka AI ambako inaiwezesha mashine kujifunza kutokana na data na kutambua patterns bila kuandikiwa rules zozote moja kwa moja. Kwa haka ni ka subset. Mtu anachukua, labda unachukua, kuna machine learning ambazo zimefundishwa kutafuta data. Unataka kujua projection ya revenue kwenye taasisi yako, unaweza ukaiconfigure. Siku hizi na madata tulivyowekeza kwenye mifumo, kama unazijua HS codes za product zako, unaiconfigure mashine, inakuwa inasema, kwa mfano mtu akipakia tu consignment kwenye nchi fulani inakuja Tanzania, kama kwenye hiyo consignment kuna ambazo zina mizigo yenye HS code za taasisi yako, inaanza kuchukua data, na wewe huku unaingiza formula, labda kama unachukuaga percent fulani, inaanza kukwambia kwamba utegemee kupata this amount of money by when, kwa sababu wanajua shipment itachukua muda gani. Kwa that hiyo tunaita machine learning. Imefundishwa mashine fanya vitu ambavyo vinajirudia rudia kutokana na structure fulani ya data unayoitaka. Tukienda kwenye deep learning, yenyewe inaenda sasa inainaro zaidi machine learning. Ni deep learning kama inavyoitwa. Hii inatumia sasa mfumo wa tabaka jingine kuchambua kazi ya changamano kama lugha, picha, sauti na video. Kwa hiyo zipo sasa ambazo zinachambua vitu specific, picha, sauti, au inachagua video, ndio hao unakuta facial recognition. Ukienda kwenye simu inakwambia unaweza ukaweka password kwa facial recognition. Nikishaweka sura yangu, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaingia kwenye simu yangu au kwenye kompyuta. Those are the kind of deep learning, inakusoma vizuri zile patterns zako kama ni za fingerprint na vitu kama hivyo. Kwa hizo zote ni
ni visubset vya AI. Of course, lakini usicomplicate hayo maneno magumu magumu. AI haitaki mambo magumu hivyo. Narahisisha mambo tu. Na uwaga mimi nawaambia watu huko mbele tutazungumza AI, watu wanadhana kwamba AI ni ya watu wa ICT. In fact, AI sio dhana ya ICT. Ni kwa ajili ya watu ambao hawajui ICT. Ni kama madereva wa auto au siku hizi tunaendesha magari ambao ni autopilot. Unaliconfigure tu afu linajiendesha lenyewe. Hauhitaji kuwa mechanical ili uweze kuendesha hilo gari. So AI ni kwa watu wa kawaida. Kwa kuna AI za aina tatu kwa urahisi kabisa. Ipo AI ambayo inaitwa narrow AI. Narrow AI hii ni AI ambayo inaweza kufanya kazi maalum na ndio watu wengi sana wanaitumia kama ChatGPT, Gemini, mwenzetu amesema. Kuna Cloud AI. Kwa hiyo zipo hizo watu wanatumia sana. Kwa mfano common sana ni ChatGPT. Hiyo ndio ambayo watu wengi sana wanaitumia. Kwa hiyo hizi ni zile narrow AI, zinafanya kazi maalum. Lakini kuna general AI. General AI yenyewe ina uwezo mpana sana wa kibinadamu na katika kazi na yenyewe inaweza sasa ikafanya kazi nyingi. Na kwa sasa bado zipo kwenye level ya research. Watu wana dream, yani ije ifanye madude makubwa. Inafanya madude makubwa, yani inaweza inakuwa ina akili kidogo kama inataka kumzidi binadamu. Ndio watu wanawaza hayo mambo. Halafu ziko sasa zile super AI. Super AI hii sasa inakuwa sasa imemzidi zaidi, yani super binadamu na kwa sasa ni kama dhana inayofikirika tu, haipo. Kwa hiyo in most cases AI nyingi utakazokutana nazo sasa hivi zipo kwenye kategori ya narrow AI. Twende kwenye unapotumia AI sasa. Tutakuja baadaye kudemonstrate kuna modules. Kule kwenye modules kuna wakati unatumia AI unataka tu kuandika. Mtu anayetaka kuandika ana module yake. Alafu mwingine labda anataka kupata data, yani kwa maana ya taarifa. Kuna module specific kama unataka kupata data. Baadaye nitafanya demonstration. Alafu mwingine anataka atumie AI just kwa ajili ya kuandaa presentation. Kama presentation ya leo, mimi nimeiandika kwenye AI. Hii ninayo present hapa. Na within very short time unaweza ukatumia 10 minutes kuandika presentation. Kwa kama unasafiri labda unatoka zako point A point B, umealikwa kwenye kikao, unajua kikao kinahusu nini, unatulia kwenye gari au kwenye SGR, kama una internet unatengeneza presentation yako bila shida. Halafu kuna watu wanataka visuals, kutengeneza posters, kutengeneza banners, kutengeneza social media graphics, images mbalimbali kwa ajili ya training. Halafu kuna wengine wanataka masuala ya productivity, kama alivyozungumza mwenzetu. Nataka mimi huwa naandikaga minutes, mimi huwa naandika taarifa za utendaji kazi, mimi huwa nafanya hiki. Kwa hiyo unataka kuimprove productivity. Kwa hiyo issue ni kwamba AI ili itoe bora zaidi ni ile inayofaa, unaichagua kulingana na kazi unayofanya. Na kwa beginners waga tunashauri sana uanze kwanza kuchagua kitu kimoja. Kuna principle inaitwa the one thing. Kuna kitabu kimeandikwa hivyo, the one thing. Unadili na kitu kimoja, unakimaster, alafu ndio una move kwenye kingine. Na usipokuwa makini siku hizi, yani AI yalivyokuwa mengi, unaweza ukajikuta kila siku unakimbizana na AI mpya. At the end of the day tunaita unakuwa the jack of all but master of none. Hujui chochote. Kila kimoja unasema mimi najua chat. Karibu. Nani anaingia karibu? Okay, naona mtu ajana. Kwa hiyo uwe makini sana. Ukitaka kumaster unaanza kwanza kuchagua kimoja cha kuanza nacho. Alafu tunaenda nacho unajua jinsi ya kufanya nacho, kama ma prompt unawekaje,
ukikimaster then ndio una advance. Ndio principle nzuri ya kufanya kwenye AI. Namna AI inavyofanya kazi, nani anaweza kufanya demonstration ya AI yake hapo, ambayo anaye nimpe fursa display ChatGPT yake, afu nimuonyesheni hizi instant mode, thinking na deep search kama zipo, unavyoweza ukazitumia. Nani anaweza akajitolea? Kiwa tayari utaniambia. Yes, sasa kwenye unapofanya kazi kwenye ChatGPT, kwa mfano ndatolea mfano hiyo kama AI ambayo tuna recommend mtu ndio aanze nayo. Kwanza utakapofika tu ile sehemu ya ngoja ni demonstrate ya kwangu hapa, naona hayupo alikuwa tayari. Utakapofika ile sehemu ya kutaka kuweka zile command type, nifungue hapa mimi ya kwangu ChatGPT, afu ni share stop sharing kwanza, afu ni share tena hii ni share yenye chat hii hapa hii. Yes, hope mnaiona Kwa nikifika hapa utakuta kuna kasehemu kameandikwa ask anything. Haka sehemu kalikoandikwa ask anything ndio sehemu ambapo tunasema unaweka maelekezo unayotaka chat akufanyie. Tumempa jina tumempa jina fupi, tumemfupisha chat akufanyie. Sasa akufanyie inategemeana. Unaona huku kuna kamshale kameandikwa select model. Ukikabonyeza hapa kuna model kubwa nyingi, inategemeana na unatumia wewe version ipi, whether umelipia au hujalipia. Kwa utakachokiona hapo, lakini moja hapo huwa inakuwa ni instant. Kwa mfano mimi natumia the latest module 5.5, manake nailipia instant. Hii hapa ni kama unataka jibu jepesi alafu la haraka, ndio maana inaitwa instant. Ukitaka kutafuta kitu, labda unataka kutoka weekend, unatafuta sehemu ambayo itakufaa kulingana na wewe unachokihitaji, unasema location unayotaka kwenda, chat anakutafutia hizo, anakupelekea, anakwambia recommended places ni hizi hapa. Nataka kununua hisa leo, una type hapo instant, labda leo ni hisa zipi naweza nikazinunua, na unipe sababu command. Nitakuja kuzungumza baadaye jinsi ya kuandika command, lakini ni instant. Kwa sababu ni instant, manake majibu yake anayokupa hajayafanyia utafiti wa kutosha. Yanaweza yani anachanganya tu, kama anavyokupa ukitafuta kwenye Google unapata mitaarifa mizuri mibaya, chochote kilichopo kwenye Google. Hiyo ni instant. Kwa wakati unaitumia wakati at least unataka kuanza kupata idea ya kile unachotaka kufanya. Hiyo ni module moja. Module nyingine inaitwa thinking. Ukikuta module inaitwa thinking, hii ni module ambayo sasa anaenda deep. Unaangalia kitu lakini anaenda utafiti wa kina. Anaenda kutafuta zile taarifa ambazo kweli wewe unavyomwambia, kama unataka nipate taarifa za kisayansi, nipate taarifa kwenye authentic source, kama nafuatilia taarifa za kuhusiana za labda za mamlaka ya udhibiti wa viuatilifu, nasema uchukue kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hata nichukulia kutoka kwenye mamlaka hiyo, kwa sababu ana website, atanipa taarifa ambazo, so hiyo ni, ila changamoto yake hii huwa inakuwa slow kwa sababu ina involve thinking. Ni kama ofisini tu, ukimpa kazi staff mmoja ambaye hataki kufikiri vizuri, analipua anakuletea. Mwingine ambaye anataka kufikiri anachukua muda, kwa sababu anafikiri yani tafuta masosi mengi ili akupambie taarifa yako. So the same concept inatumika hapa. Kwa ziko moduli nyingi. Kuna nyingine unaenda kwenye picture,
kuna configure, ziko nyingi 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 nyingi, lakini ni principle nilichotaka kukisema hapa ni kwamba hizi modules, ngoja nirudi kwenye nani yangu presentation, tutakuja kuziona wakati tunafanya demonstration. Tutakuja kuziona wakati tunafanya demonstration. Hizi module kubwa kabisa ambazo wengi wanakutana nazo wakati unaanza, unaweza kukutana nazo hizi tatu. Utakutana nayo instant mode. Hii inafanya kazi kwa haraka. Kwa mfano unataka kuandika email fupi, kusummarize, tafasiri ideas ya haraka na maswali mepesi yale. Kuna thinking au reasoning. Hii kama nilivyosema yenyewe inasaidia kwa ajili ya kufanya kazi nzito, uchambuzi wa data, strategic planning, problem solving, ya majitu fulani hivi ambayo yanapenda kufanya mambo magumu magumu. Hawapendi vitu vya rahisi. Of course mara nyingi kwenye jamii pia huwa hawapendwi sana. Halafu ya tatu kuna deep research. Hapa sasa ni specific kwa ajili ya research. Ukiwa una hii module, ukiwa ina deep research, hapo unaweza ukaitumia AI. Kwa mfano kwa wanafunzi, wanafunzi wanafanya makosa sana, anatumia instant module, anataka kufanya literature review. AI kwa sababu yeye anataka kukudanganya, yeye ana akili kuliko wewe, anakufanyia literature review, ana force references, anatengeneza references za kufikirika, hazi exist, yani ukitafuta hizo sources hazipo. Sasa ukitaka kufanya literature review nzuri, unaenda kwenye deep research. This is a module specific kwa ajili ya watu wanaofanya research, au unafanya analysis ya policy, unataka kuanalyze labda sera ya viwanda vidogo Tanzania, unataka kuanalyze dira 2020-50, unatumia deep search. Kwa hapa atakuletea zile taarifa ambazo naona kuna mtu hapa ana pop up anasema anataka kuingia. Okay, anasema send message. Mute. Yes, agata mute. Agata mute, wenzako wanasema una nani? Kwa hiyo hizo ndio module tofauti. Skills sijashare. Haya, ngoja ni stop kushare. Alafu nije kushare window ambao na present ni hii hapa. Share this one. Yes. Hiyo hapo. Kwa hiyo hizo ndio modules. So point hapa ni kwamba wakati unatumia ChatGPT, uhakikishe kwanza unajua unataka kufanya nini. Unataka taarifa ya haraka, unataka deep thinking, unataka kufanya research. Deep thinking tunatumia AI siku hizi kuandika vitabu. Kuandika kitabu. Au kama asubuhi, nafikiri jana au leo, nilituma wimbo kama mliusikia kwenye group. That is an AI generated song. So, lakini ule how generate hivi, you need kufikiria. Kwa unaanza deep thinking. Alafu kama unafanya research kama nilivyosema, na yenyewe unaenda pale, yes, unafanya. Kwa mfano unasema mimi nataka kufanya utafiti kuhusiana na kiwango cha kuridhika na wateja kwenye taasisi yetu. Wilson, inaonekana labda utokee. Kuna watu wanataka kuingia. Ngoja ni nani? Ngoja ni waruhusu kidogo hapa. Tukubali, tuvumiliane jamani, ndio bongo zetu zilivyo. Samani John. Yes. Kuna mtu yeye haoni presentation yako, lakini sisi tunaona vizuri. Kwa hiyo ndo alikuwa anauliza. Ana shida ya internet nafikiri. Yes, exactly. So sisi tunaona internet vizuri issue. Na ndio maana mimi hapa nina control, nimeingia device mbili. Kwangu mimi pia naiona. Kwa jaribu kutafuta internet yenye strong, ambayo iko strength yake ni kubwa, ataona. Lakini asiwe na wasiwasi, ninachokiongea almost kipo kwenye presentation, na ndio maana naenda taratibu, halafu ndazituma hizi slide. Kwa hiyo mwambie tu asikilize. Kuna anayetaka kuingia, ngoja nimruhusu. Kuna mtu anataka kuingia. Nataka kuingia, namuona hapa.
Yes, admit. Nafikiri sasa kuna muda tutafunga mlango wa kuingia. Tutafunga mlango wa kuingia kwa sababu kuna okay. Kwa hiyo tuendelee. Ilikuwa tupo kwenye slide ya kwa hapa. Hizi ndio gharama za kuchelewa. Yes, kwa hiyo nilikuwa nasema hizo module, kitu cha msingi sana. Kingine tuhamie kwenye matumizi ya AI. Ni kama nilianza kuyasema, kujua tu kwamba AI ipo haitoshi. Nitakiwa tufike sehemu tujue kwamba mimi as individual nataka niitumiaje kwa usahihi, usalama na matokeo bora, ndio utakuwa umeitendea haki. Sasa msingi wa matumizi ya AI, mimi wanatoa mfano, nasema ni kama kisu. Maana kuna watu wanadhana kwamba ukitumia AI yani kama umefanya dhambi hivi, mpaka wanacheka, wanasema hiyo imetoka kwenye AI. Wako watu wa namna hiyo, lakini to me huwa nasema AI is like a knife. Kuna mmoja anatumia kisu kukata mboga, kupika chakula, na pia mwingine anaweza akakitumia kisu hicho hicho kumchoma mwenzake. So problem sio kisu, ni aliyekitumia kisu. So the same applies kwenye AI. Kwa point hapa ni kwamba hakikisha kutumia AI kama msaidizi na sio mbadala wa kufikiri. Hakiki majibu kabla hujayatumia. Linda taarifa za siri na faragha. Tumia AI kwa maadili na kwa uwajibikaji. Of course nilikuwa na search kwenye, bado sijaona mwongozo wa kitaifa wa kutumia AI, upo draft, lakini najua watu wa sayansi na teknolojia wenyewe tayari wameshatoa mwongozo wao wa kutumia kwenye taasisi hizo za mambo ya elimu, namna gani AI inaweza ikatumika kuasesi wanafunzi. Wameshatoa mwongozo wao, wamekuwa ahead of time. Kwa hiyo bado tunasubiria pia nchi itatoa miongozo, lakini in principle wakati wa matumizi ya AI kuna ethics zake. Lazima uhakikishe kwamba unafata ethics. Kwa mfano nimetolea mfano, usitumie AI kumchafua mtu. Kwa nini? Kwa sababu AI inakuruhusu. Unaweza ukamchukua mwingira, ukamuingiza, ukamchezea unavyotaka, afu ukamrusha. Inaruhusu. Lakini why ufanye hivyo sasa? Wakati namkumbuka mkuu wa mkoa wa Njombe Mtaka uwaga anasema tatizo ya sisi wa Tanzania, akienda mtu Njombe anachokiona ni baridi tu, haoni kwamba kuna maparachichi, haoni kuna miti. So why uiangalie AI kwamba inaweza ikafanya vitu vibaya tu wakati inaweza ikafanya vitu vizuri vingi tu? Kwani ufocus kwenye vitu vibaya? Kwa hiyo tunasema AI hakikisha unaitumia, ndio principle kubwa ya AI. Na hili ni tatizo la hizi teknolojia ambazo zinakuja bila kupata kuandaliwa. Simu zimekuja, watu wanazimisuse, yani ukiangalia, yani unaitumia kwa sababu imekuja, hatujaandaliwa sisi kutumia hiyo teknolojia. AI inakuja, watu wanaitumia vibaya tu kwa sababu inakuja, hujaandaliwa jinsi ya kuitumia AI kwa mafanikio. Kwa hiyo hapa tunasema kwamba msingi mkubwa wa AI ni wewe kuhakikisha kwamba unaitumia kama msaidizi. Chukulia msaidizi wako ofisini, msaidizi wako nyumbani, ni wewe ndio unataka afanye nini. Ila afanyeje anaweza akaamua yeye, ila ana achieve kile unachotaka wewe. Usimwachie yeye aseme wewe ufanye nini. Maana unakuwa sio tena. Yes, ndio principle ya AI. Kwa hiyo myth, kuna watu wana mila potofu sasa kuhusiana na AI. Kuna watu wanaamini kwamba AI itachukua kazi zote, inakuja kunyang'anya kazi.
ukweli ni kwamba ukijitambua AI wala haina shida, yani haijaja kuchukua kazi ya mtu yani, ila imekuja kufanya kazi yako uifanye bora zaidi. Kama unaitambua vizuri, unaweza kumpitia asiye kutumia. Kuna mithi ya pili, watu wanaamini kwamba AI ni ya watu wa IT tu, na hii nimeshalisema toka naanza pale. Ukweli, mtumishi yoyote au mtu yoyote anaweza kutumia AI kwa ufanisi. Tena ukiwa makini zaidi, unaweza ukatumia kwa ufanisi zaidi kuliko watu wa IT wenyewe. Ni kama nilivyosema, ni kama magari ya auto, ni kama ndege saizi zina autopilot. Kwa hiyo chukulia tu kama mtu ndege zinaweza kuwa unaweza kaiseti ikafanya autopilot. Haina maana kwamba haihitaji rubani. Rubani yupo, lakini ukikaa vibaya, rubani akishaiseti ile ndege yake imeshakaa vizuri, imetulia angani, anaiseti kwenye autopilot. BYD wanatutengenezea haya mifumo ili sisi tupitie humo kupitia AI. Mambo yetu ya AI ni kama grader, linatengeneza njia, infrastructure. Ikishakamilika ikawekwa lami barabara, hujawahi kuliona grader linapita, likipita linabebwa. So watumiaji wa barabara ni ma IST, Range Rover, sijui nini, haioni grader pale. Kwa hiyo of course ukiwa mtu wa IT afu ukaingia kwenye AI unakuwa better zaidi, kwa sababu wewe unaunganisha vyote viwili, unatumia knowledge IT lakini unakuja kutumia na in fact AI inataka usijue mambo ya configuration, malugha magumu yale ya ndio maana siku hizi mtu unaweza kutengeneza website yako wewe mwenyewe, unaweza kutengeneza app yako wewe mwenyewe. Uhitaji atakuwa na mtu wa ICT, you just need to have a reasoning capacity. Ujue unatafuta nini, ujue workflow inakwendaje, unatengeneza unachokitaka. Mithi ya tatu ni kwamba AI ni ChatGPT peke yake. Yaani watu wanazungumzaga, akizungumza AI na ChatGPT anadhania anazungumza kitu kimoja. Ni kama zamani watu walivyokuwa wanachanganya, ukifika dukani unasema nataka soda, alafu ukipewa soda nyingine tofauti na Coca unasema sikumaanisha hii, nilikuwa namaanisha Coca, kwa sababu watu walikuwa wanashindwa kutofautisha Coca na soda. The same applies. AI ni mengi, kuna tools nyingi kwenye AI. Mojawapo ambayo ilitangulia ni ChatGPT, ndio maana imekuwa famous, imekuwa popular, na ndio maana tunashauri hata anayeanza aanze kuitumia hiyo, kwa sababu the fact kwamba imeshakuwa kwenye soko muda mrefu, wameshapata experience. Kwa wale wanaoitumia, walianza kutumia zamani na sasa hivi unaona kuna vitu vinanyoka, vinatiririka, Viswahili viko vizuri, logic ziko vizuri, tofauti na ilivyokuwa inaanza. Wengine bado wanajitafuta kwa sababu hawana experience. Halafu tukija kuna myth number 4, AI huwa ni sahihi kwa kila wakati. That's completely wrong. Actually me AI waga sometime nabishana nayo. Yaani kuna kitu anakuandikia, common sense inakataa, unabishana naye alafu anakubali, kama wale ambao wanatumia bisho inakiri baadaye kwamba kweli hapa bwana, kweli niliingia chaka, unamleta kwenye mstari. Kwa hiyo inatupa kwamba AI haijui kila kitu. AI haijui kila kitu. Unayeitumia unatakiwa uwe mbele zaidi, ujue unataka nini, ili kikudanganya ujue. Kama ujui unachokitaka itakudanganya na hautajua kama umedanganywa. Kwa hiyo hizo ni myth za msingi ambazo watumiaji wa AI wengi wanavyoingia wanazijua. Hasa tutakwenda kwenye eneo muhimu ambalo watu wengi hapa ndio ambapo wanakosea. Watu wengi wanadhani tatizo ni AI ikikupa majibu ya uongo, lakini kumbe tatizo tunakuwa ni sisi, ambapo kwenye AI moyo, heart ya AI ni prompt. Pale nipo pafungua pale unapoandika ask anything. Ukiask anything kwa ovyo ovyo na hata kujibu ovyo ovyo, unatakiwa uwe smart kwenye kuaski chochote pale. Kwa tunasema
prompt ndio kitu cha msingi, na kwa lugha nyepesi, prompt ni maelezo unayompa AI ili akupe majibu au matokeo unayoyatarajia. Hiyo ndio inaitwa prompt. Kwa hiyo prompt nzuri, ukiwa na prompt dhaifu utapata jibu dhaifu. Ukiwa na prompt bora utapata jibu bora. My point, nataka kuasistizia namna nzuri ya kuandika prompt ambayo itakuletea majibu unayoyataka. Ni kama kumwelekeza mfanyakazi mwenzako au unamwelekeza yoyote. Kwa mfano, unamwambia mtu, unaweza ukanielekeza hoteli. Umefika kwenye mji mgeni, unaweza ukanielekeza hoteli ambayo unaweza kwenda kulala. Unakuwa umemwachia kichaka kikubwa sana, yaani anajifikiria, kwa sababu hujampa unatamani hoteli ifananaje, sifa zipi, yaani umemwacha anaeleaelea. Ndio ile kama nilivyosema, anakuja mtu amemwandikia taarifa, anakwambia boresha. Unaenda kufanya nini sasa? Unaboresha nini yani? Mimi ukinipa naenda tu naipanya kama ilikuwa imeandikwa kawaida, naweza nikabodi yote au nikaitalize. Alafu nakwambia nimeboresha. Sasa usijeniambia niboreshe vipi? Kwa hiyo hukunipa prompt. Inataka clarity AI. Kwa hiyo wakati tunakwenda kuandika hizo prompt, makosa makubwa ambayo tunayafanya wengi ambao tunatumia AI, tunaya group kwanza kwenye 7 ili unavyokuja connect na kuandika prompt uweze kutoyarudia hayo makosa. Kosa la kwanza, chanzo cha kupata majibu ya juu juu, ni kuuliza kwa ujumla sana. Kama nilivyosema, niambie kuhusu biashara. Labda umekaa unataka kuanzisha biashara, alafu unamuuliza mtu niambie kuhusu biashara. Kosa biashara ipi? Hujui. Kwa hiyo ni kosa. Ukiandika hiyo prompt itakusumbua sana, utapata yani mambo mengi. Anaweza akakupa jibu la kiprofesa wakati ukubwa unataka jibu la mjasiriamali. Anaweza kazania wewe ni umesoma, una PhD ya business administration, kwa hiyo unataka biashara yenye level hiyo. Kumbe maskini ya Mungu unataka kuanzisha kibiashara kidogo. Kwa hiyo suluhisho ni kuwa specific. Taja aina ya biashara, walengwa, eneo na lengo lako. Pili, kukosa muktadha. Niandikie barua. Barua inahusu nini? Hujaeleza. Ni kosa la pili. Eleza barua yako inataka nini, inaenda kwa nani na ina staili ipi. Niandikie muhtasari kama mwenzetu amesema. Muhtasari wa nini? Huo ni muhtasari wa kikao cha idara, muhtasari wa kikao cha management, muhtasari wa kikao cha bodi, muhtasari wa kikao cha kikoba, kwa sababu ni different audience. Kwa hiyo ukimwachia tu muhtasari unamconfuse, anakuletea majibu mengi kwa sababu haujawa specific. Kujadili kila jibu. Alafu hapa tunasema kosa ni kuchagua majibu ya AI kama ukweli wa mwisho. Yaani tunasema kuamini. Yaani atakachokuletea, actually juzi kuna document nilikuwa nasoma tena imetoka sehemu nyeti kweli kwenye wizara. Actually imetoka yani mbichi kwenye AI. Yaani ukiangalia jamaa ametupia kwenye ChatGPT, ameandika pale ka prompt kake ka ovyo ovyo, ameidownload, ameicopy, amepaste kwenye Word, ameituma. Unaiangalia pale. Kwa hiyo strong. Wakati tunasema at least uongee naye kama mara 3 hivi toka amekuandikia, kwa sababu hatuamini sana kama ndio unaanza haujaiconfigure. Kuna namna ya kuiset, kama sisi siku hizi unaweza kuiset kiasi kama mimi naweza nikaingiza document hapo nikamwambia niandikie strategic plan, akanitolea, kwa sababu nimeshatengeneza hiyo configuration. Sasa kama hujafanya hivyo afu unapewa jibu la kwanza unachukua tu, utaondoka na chaka. Unafika kule mtu mpaka unashangaa, hii ndio mimi nimeandika. Kwa sababu gani? Umeamini kwamba AI ndio imetoa jibu la mwisho. Kwa hiyo ukitaka uandike vizuri, hakiki nyaraka yako kulingana na uzoefu uliokuwa nao wewe, na pale ambapo hujalizika
umuombe akuboreshee kwa jinsi wewe unavyotaka. Halafu nyingine ni kuto specify style. Kuacha AI iamue mtindo wako. Kila mtu ana design yake. Sasa cha msingi hapa tunahamasisha, unapotaka kuandika prompt uhakikishe unataja lugha. Unataka iwe kwenye toni ipi? Toni zinatofautiana. Unataka iwe kwenye toni ipi? Toni ya ukali, toni ya upole, toni, yani wewe ndio unaamua. Alafu formati na hadhira. Hii inafaa sana kwa waandishi wa vitabu. Kuna kitabu unajua ukikichukua unavyokisoma kinakuita, unatiririka nacho. Ila kuna kingine nasoma utafikia unasoma vitabu vya biology tulivyokuwa tunasoma sisi Vines and Rings, yani toka peji ya kwanza mpaka unafika katikati ya kitabu hujaelewa. Sasa hizo ni tone. Sasa watu wengi akikuta kitabu cha namna hiyo kigumu, yani peji ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne hajaelewa, anaachana nacho, anafunga, anaondoka nacho. Vitabu vya siku hizi mtu anataka kinamuita, yani akisoma chapter 1 inamlazimisha kwenda chapter 2, kwa unajikuta amekimaliza. So this is the tone. Hizo ni vitu ambavyo inabidi uvijue. Lakini pia kuna kuchukua jibu la kwanza, nimeshasema, kutumia bila malengo, nayo ni tatizo kubwa. Kukata tamaa mapema. Yes, kuna mwingine sasa anakata tamaa mapema, ameshauliza mara ya kwanza apati jibu analotarajia, kamuuliza mara ya pili apati jibu analotarajia, la tatu na AI naye huwa anachoka na huwa anasahau. Kuna wakati kama umekuwa makini, unaweza ukaenda, kuna sehemu anaanza kuvuruga, hasa hizi za bure ambazo haujalipia. Za bure hizi zina limitation yake. Kuna stage anafika amechoka. Wewe unaanza kuuliza vitu, anakuuliza, ukiuliza hichi anakurudisha kingine, ukimuuliza hii anaanza kunakuwa na lugha gongana. Habari ya mnara wa Babeli ule aliokuwa anajenga. Kwa hiyo huwa inatokea, usikate tamaa. Na wakati mwingine unaweza ukasimama, ukaiacha, ukaenda kurefresh, kwa sababu unawezekana wewe umechoka, naye amechoka, unasimama, unaizima kompyuta yako au simu yako, unaitoa kwenye chat, unaenda kufanya mambo mengine, ukirudi una refresh, unaendelea, sababu inatunza memory. Halafu yes, sasa twende kwenye prompt. Kwenye prompt sasa tutatumia, kuna formula nyingi mno. Natumia the basic formula. Kama ndio unaanza shule, ni kwa mwalimu ambaye si tuliosoma zamani, enzi za mwalimu, ulikuwa unafika darasani unapewa kibao na unaanza kuandika chini. In fact, chini kabla hujapewa kibao kiwaga cheusi afu na chaki nyeupe, unatembea nacho kibao chicho mpaka ukiwa una mwandiko umeeleweka, ndio unapewa daftari. Tena daftari lina vyumba viboksi la mwandiko, limepigwa mistari mikubwa yani na midogo, ili uweze kuumba herufi. So this is the beginning. Tunawaita ni beginners, mtu ambaye ndio anaanza kwenye ChatGPT. This is the best prompt ambayo anaweza akaanza nayo. Usianze na mambo complex. Prompt yetu inaitwa ask, short form yake. Ask means you should know the action. AI unataka ifanye nini, uwe unaelewa. Unaandika, unataka achambue, unataka afupishe, atafasiri, aboreshe, apange au alinganishe. What do you want AI kufanya? Kwa kama yule mwenzangu wa Minutes ambaye alianza kuvolunteer hapa mwanzoni, kwa sababu ana muhtasari kutoka vitu alivyoongea watu mbalimbali, anamwambia nataka ufupishe muhtasari, sikufupisha. You summarize, unafupisha kutoka kwenye hizi information zote. Au wale wenzangu ambao tunafanya qualitative studies, zamani ilikuwa sifa kweli kuweza kufanya code, transcription, ndio zilikuwa sifa. Siku hizi ukikaa vibaya sio sifa, kwa sababu mimi ukiwauliza watu nitakachokihitaji ni just zile audio. Kwa siku hizi ndio maana unapofanya qualitative studies tunataka uturekodie tu. Unanitumia audios, mimi naingia kwenye AI tool, namwambia nataka kutoka kwenye hizi audio, naomba nitengenezee summary, naomba sasa nitengenezee themes zile ambazo tulikuwa kule zamani tunajidai nazo. So cha kwanza ni action, unataka kufanyia nini. Cha pili ni situation, muktadha ni upi, unataka kwa muktadha upi.
ni kazi ya ofisi, kama ni ofisi gani, kwa hadhira gani, unataka iende kama huu muhtasari, ni kama nilivyosema, ni wa bodi, ni wa idara, kikao cha idara, sijui kikao cha management, kikao cha tuge. Hayo ndio mambo ambayo unasema huku. Kwa unataka muhtasari na kwa lengo gani? Napeleka kwenye management taarifa yangu ili management wafanye 1 2 and 3. Kwa hiyo anajua okay, unataka at the end of the day unataka kuachieve nini. Key output, unataka majibu yako yawekejwe, yatoke kwenye format ipi? Kwa hiyo unampa format ya output. Unataka iwe ndefu, kama unasema nataka nisoma hii taarifa afu niainishie mambo muhimu yaliyopo kwenye taarifa, afu niwekee mapendekezo. Labda sasa mapendekezo usimwachie pia huru free, unasema labda mapendekezo makubwa 3 ambayo yako ya kistratejia. Tunasema umekuwa unataka output, na unaweza kumwambia output yangu iwe labda kwenye format ya table au iweke kwenye headings na subheadings. Hiyo ni output unayoitaka. Ukiaccomplish hicho sasa, unaweza ukamcommand AI akakuletea kile ambacho unakitaka. Sasa nani amejiandaa nimtumie hizo prompt chache aanze kufanya? Nani yuko tayari mwenye AI? Nani yuko tayari AI? Kama unazo hata hapo kwako, na kutumia natuma kwenye WhatsApp group au hapa kwenye hii natuma mfano wa prompt ya mfumo wa ask, lakini tunaanza na prompt dhaifu. Chukua hiyo, fungua kwenye chati yako hapo, ipaste uone utakachokipata. Prompt yetu inasema niandikie report. Hii ndio prompt dhaifu. Fungua pale palipoandikwa copy, niandikie. Ngoja niende kwenye group. Unaweza tu kaandika, ni nyepesi tu, sema niandikie. Ngoja unaweza ukakopi hiyo prompt hapo, niandikie report. Ndio prompt yako, nimeikopi mara 2. Andika niandikie report. Hii tunaita prompt dhaifu, na mimi hapa nataka ni demonstrate kwa wale ambao labda hawajaingia. Ngani demonstrate hapa. Tulikubaliana wale waliochelewa tumewafungia mlango, kwa sababu mambo yamefika patamu. Tutawafungulia baadaye, na hizi ni gharama za kuchelewa. Okay. Prompt hapa. Okay. Kama kuna mtu mwenye cha kuchangia wakati yes, niko hapa. Yani share screen. Stop sharing this one and share the next screen. Na share screen hii hapa yenye prompt. Mmeziona? Kona hapa labda nichukue instant, niandikie taarifa, naweka hapa. Niandikie taarifa. Nani amepata jibu ya hiyo command? Niandikie report. Imekuja kama picha No problem, lakini AI anaweza kuinterpret pia picha hadi sauti. Nitakuja kuonyesha baadaye. Unaongea na AI, unaongea na AI tu, hamna shida, vizuri tu unaongea naye, hana shida. Niandikie taarifa. Sasa problem ukiandika kama picha anachukua muda kidogo.
Yes, kwa mfano mimi hapa ametoa majibu. Amesema picha ina maneno tu. Unamuona sasa alivyokuwa na akili? Picha kwangu ina maneno tu. Ili niandike report, tafadhali nitumie angalau moja ya vitu vifuatavyo. Ni evidence ya kwamba uliandika prompt mbovu. Ukiona anataka ana demand information, uliandika prompt mbovu. Kwa hiyo maana yake amekuzidi uwezo. Kwa hiyo yeye anakudictate wewe ndio ufanye vile ambavyo yeye anataka. Kwa hiyo at least siku hizi kama nilivyoambia chat amefikia sehemu ambapo ameshakuwa configured, kuna vitu vinajirudia rudia, watu hawaandiki prompt nzuri, anakuuliza angalau maswali. Lakini ukienda kwenye AI mengine, yeye anakurushia tu ulichokiandika, niandikie taarifa, atakuandikia tu taarifa anaifikiria mwenyewe anayetaka, anakuandikia. Alafu twende kwenye mwingine, aandike command hii. Andike sasa, andika kwamba, ngoja ni copy vizuri ili isije kama picha tena, isije kama picha tena kama hile. Mwingine amesema niandikie, yes, hapa nasema andika executive summary. Copy. Prompt nyingine hii hapa naituma. Enter. Hii prompt ya pili inasema andika executive summary. Prompt namba pili inasema andika executive summary. Show screen. Okay, anasema andika executive summary. Prompt yetu ya pili inasema andika executive summary ya taarifa ya robo mwaka ya taasisi ya umma Tanzania. Kama una specific taasisi, unahitaja taasisi yako, iandikwe kwa lugha ya Kiswahili fasaha, lugha rasmi, aya 4, naongeza mapendekezo 3. Na hapo, kwa hiyo hapo kwa tunatumia prompt hii kama yule ambaye aliandika muhtasari, hiyo vitu ambavyo unataka vio kwenye taarifa. Kama umepokea labda taarifa za kutoka kwenye ofisi tofauti tofauti, let's say huko makao makuu, umepokea ofisi taarifa kutoka kanda kwenye format yoyote, wamekutumia kwenye Word, wamekutumia kwenye PDF, whatever format, unazichukua zile taarifa, umezilebo, hii imetoka kanda fulani au imetoka ofisi yetu fulani, ofisi fulani, unaziupload kwa sababu AI pia anaruhusu kuupload, ndaonyesha. Ukishazi upload ndio unaweka hii command. Kwa hiyo taarifa zipo zile, alafu unaweka hii command, kwa hiyo anajua, ana summarize kutoka kwenye zile. Kwa hiyo unaambia sasa kuandikie executive summary, au lishaandika li taarifa lote kubwa lina peji 50, 100 lipo mmeshaliandika. Unataka kupata executive summary, mkurugenzi amekuomba short notice, anataka bwana tuandikie executive summary ya hii taarifa. Kwa hiyo unaandika hii prompt, unabonyeza pale nani ya search, anakuandikia hiyo taarifa yako vizuri kabisa. Na hapa unatumia instant mode kwa sababu kila kitu umempa, haendi kusearch kutoka huko. Kama ukiwa una hizo taarifa unakatika. Okay, pole, nafikiri mete hapo mnanipata Ndio. Hapo mnanipata vizuri Yes, kwa hiyo tunasema hii prompt ina condition mbili. Kama unakuwa una taarifa za hiyo ofisi unataka ikufanyia hiyo summary, unakuwa umeupload hiyo taarifa kama ni taarifa iliyokamilika kwanza. Lakini kama una vipande vya taarifa, labda wewe ni mtu wa sales headquarter, unataka kupata taarifa kutoka kwenye point zenu mbalimbali, au wewe ni mtu uko kwenye makao makuu ya taasisi ya umma na ofisi zenu za kanda wamekutumia taarifa zao za
vipande vipande, unataka kuisummarize kupata summary ya taarifa ya robo mwaka ya hiyo taasisi yako. Unaziupload zile whatever format waliokutumia, kama ni Word, PDF, unazisummarize, alafu unaziattach, alafu unaandika hii command. Na kwenye ile taarifa ya robo mwaka, kwa sababu taasisi unaifahamu, unaiandika jina la taasisi badala ya kusema Taasisi ya Umma Tanzania. Kama hauna hizo taarifa na hizo taarifa zipo kwenye website, unamwambia, afu unaenda kwenye ile sehemu ya thinking, kwa sababu utampa option ya kuweka kwenda kwenye website aweze kutafuta. Ukiandika hii prompt ukabonyeza, unapata taarifa yako very specific ya taasisi yako, ya muda uliotaka, kama umeupload zile za muda huo, aya unazozitaka, mapendekezo unayoyataka, whatever you need unaweza ukaongezea. Hiyo ndio tunaita umetumia formula ya ask kwa vizuri. Lakini kama nilichosema, ulichokipata hapo usiishie hapo, isome AI inavyotaka. Ulikuwa unajua unachokitaka, ameshakupa majibu, unayasoma, uko happy na hayo majibu? Kama hauko happy, unaendelea kuzungumza naye, unaambia sijalizika sehemu fulani, umezidisha zaidi hapa, umeweka vitu, unaongea naye kama tunavyoongea hivi, kama tunavyochat mimi na wewe. Ndio maana anaitwa chat, ndio maana anaitwa chat. Yani chat, you chat with hiyo app yako, una chat. Na actually kuna ile ya nani nakuja kuwaonyesha hapa saa hizi, niwaonyeshe kwenye nani, kwenye chat pale, anaruhusu pia kuongea naye. Unaona kama imestaki, sio ni kwangu tu nipote. Haitembei Haitembei. Lakini unaweza ukapractice kwako, practice tu kwako, kwa sababu majibu hayawi uniform. Unachochati wewe naweza nikapata mimi tofauti, inategemeana version unayotumia. Kwa mfano mimi natumia ya kulipia, ndio maana ananipa hizi privilege za kuniuliza. Hata nilivyoweka prompt ya ovyo, akanipa hiyo privilege ya kuniuliza baadhi ya maswali ili aninyooshe. Sasa haitakuwa sawa. Unaweza kawa unatumia, mimi natumia 5.5 version. Wewe kama unatumia free, kuna vitu anakulimit, na kuna wakati ukifika anakuambia umefikia maximum, hasa kama una upload picha kwa mfano. Yes, kwa hiyo wewe tumia tu ile uliokuwa nayo hapo, alafu tutakuja kuelekezana baadaye namna nzuri ya kuadvance. Kwa learning kwa leo nilikuwa na shauri kama kila mtu angeweza kutumia ile ya kwake anayoitumia hapo. So full window. Yes. Share hiyo. Kwa hapa na share ya kwangu ambayo nilikuwa nasema, unakaona hapa kasehemu kuna huku chini, kama wote mnaiona screen. Hope mnaona. Ni kwenye screen yangu hapa naona. Kuna kasehemu kuna kama ka mic. Haka kama ka mic huwa tunakatumia kama unataka, upo kwenye scenario ambayo huwezi kutype lakini unataka ChatGPT akusaidie. Let's say una drive, unaenda kwenye kikao, haujajiandaa, unajua theme ya meeting, umeitwa kwenye kikao, vile vikao vyetu vya kustukiza. Sasa sisi watu tuko kwenye public sector, kuna watu wanaandaa vikao vyao, kwa wako busy, wametuma taarifa hamjazipata, asubuhi kikao kimeanza, ndio unaambiwa weke mwingine akatuwakilishe theme. Wewe omba tu theme ya kikao ni nini, au kama una barua ya mwaliko, sio kuna ratiba. Uko kwenye gari, whether una drive au unapelekwa na dereva. Of course changamoto kidogo kama umepanda daladala, watu watakushangaa. Lakini kama uko kwenye Bolt, unaenda kwenye sehemu chenye mic, unakibonyeza, alafu unamwambia hello chat, naomba nipe taarifa kuhusu, labda mimi naambia kuhusu hali ya soko la hisa Tanzania. Nikimaliza vinatokea vya alama cha X na alama ya tick. Nikibonyeza tick, anaibadilisha ile text niliyoongea, anaipeleka kuwa yale maneno niliyoongea anayapeleka kuwa text. Hapa ndio wale wazee wa audio za qualitative survey tunavyozifanyia transcription kutumia ChatGPT au software zingine. Kwa hiyo ameshaniandikia hapa.
Kwa hiyo mimi naangalia, nitamaliza matokeo ya alama X na alama TX. Unataniambia chart, naomba hali ya soko. Yes. Kwa hiyo naweza nikaiedit, kwa sababu naye pia Kiswahili inawezekana kijui. Waga anafanya vizuri sana kama unaongea Kiingereza. Tamwambia, alafu unabonyeza hichi kialama cha mshale send prompt, ndio maana inaitwa prompt. Umetuma maelekezo yako unachotaka kufanyie. Ukibonyeza hapo unasubiria. Kwa hata kwenye simu, yani ni rahisi, tunaenda kwenye ile nani yako, anakushushia hapa. Naona kwa mfano mimi hapa ananiletea hello, kuhusu hali ya soko la hisa Tanzania kwa sasa, kuna dalili kuwa soko la hisa la Dar es Salaam linaendelea kuwa na shughuli nzuri, hasa katika sekta ya benki, uwekezaji na ETF. Takwimu za mwaka 2026 zinaonyesha kuwa thamani ya soko, yani market capitalization, imeendelea kuongezeka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, huku baadhi ya hisa za benki zikiongoza ukuaji. Na amenipa mpaka source hapa, ameitoa kwenye source hapa, soko la hisa stock, Dar es Salaam Stock Exchange, wiki ya kwanza ya 2026. It means a reliable source. Nikiona hivi niko confident na haya majibu, so naweza atakacho nishauri huku chini kama kanunue hisa gani na nini, I can buy. Ndio maana yake. Sijui kama umeona, nitaka tu kudemonstrate ambavyo unaweza ukatumia hiyo nani feature ya kuongea. So ninachotaka communicate, message ninayotaka communicate hapa ni kwamba ChatGPT anafanya mambo mengi mpaka images. Unaweza ukachukua picha ukaiupload hapa image, unaweza ukaupload image afu ukamwambia ChatGPT, naambia ni na post ile picha na post, naweka hapo picha yangu, afu namwambia nimchukue Mwingira yupo katikati ya msitu wa Amazoni na majoka makubwa yamemzunguka, ila yeye ameashika anacheka nayo. Chat ananifanyia hayo mambo. So ni wewe tu, Chat anafanya karibu kila kitu. Hope mtakuwa mmejaribu huko kwenu, lakini nataka tu muweze ku appreciate. Naona na muda unakimbia, tunaweza kukubaliana tukafanya siku nyingine kama kuna kitu kimebakia, lakini nataka mu appreciate namna ambavyo unaweza ukatumia ChatGPT AI kama moja ya AI katika kufanikisha mambo yako yakaenda vizuri zaidi. Na hii ni zero, yani hapa huko kama nilivyosema, huko kwenye level ya kuandika kwenye ubao, kwenye ardhi. Kabla mwalimu haja kupandisha daraja, watu wa HR wanajua kabla hujapandishwa daraja la kutoka level moja kwenye level nyingine, ndio tunakuita upo hapo. Kwa hiyo kuna mambo mengi, yani kuna mambo mengi sana kwenye AI. Of course swali tunalolisema, ngoja niende nikashare screen yangu, nikashare tena ile presentation yangu ili tuweze kufika sehemu ambayo tunaweza tukafanya jambo. Share. Hope wote mmeanza kuona hiyo presentation. Yes, kwa hiyo tunasema swali la msingi baada ya kujua mambo ya msingi ni unapoiona AI, wewe umeona AI ni nini? Umeona inatumika inayotumika kazini? Umeona nguvu ya prompt bora zaidi? Sasa swali moja, je, uko tayari kuhama level? Maana issue ya AI kama nilivyoambia ni wewe unatoka level moja kwenda kwenye level nyingine. Of course kama uko comfortable unaweza ukabakia hapo, unabakia na wale watu tunawaita wanatumia AI just kuuliza niandikie email, niandikie sijui nijibu hichi hapa, vitu simple tu ambavyo yes unaweza ukaamua hivyo. Lakini ukitaka kuwa successful kwenye artificial intelligence, uweze kuendana na upepo wa artificial intelligence, plani kupanda ngazi ya artificial intelligence. Leo umejua formula ya ASCII na nitawatumia hizi presentation kama nilivyosema
ili uweze kupractice wewe mwenyewe. Issue kwa mtu ambaye anataka imsaidie ni kuanza kuhama kutoka level moja, tunamuita, na nilichukulia mfano wa madokta. Ukitoka 0 unaweza ukaenda 1, tunakuita AI general doctor. Ni kama wewe dokta ambaye anamtibu mgonjwa yoyote, anaumwa malaria, kifua, sijui amekaa kwenye pool pale. Waga wanakuwa na wagonjwa wengi. Hasa kwenye private sector zetu hizi. Kwenye hospitali za umma unamkuta na wagonjwa wengi mpaka daktari anakosa muda wa kwenda kula. Anafanya kila kitu. Ndio level ya kwanza. A good level ya kuanzia. Kwa hiyo na AI na penyewe unaweza ukaamua kwenda level 1 ili ujifunze kufanya kazi na AI, kwa mfano ChatGPT vizuri. Unajifunza AI basics zake, kuapply kwenye maeneo mbalimbali. Hapa unaweza ukasema nataka kutumia AI kwenye kudesign, kwenye kuandaa party ya mtoto wangu. Nataka kutumia AI kuandaa wimbo kwa ajili ya birthday ya mtoto wangu. Unaona kwenye level hii. Level ya pili tunamuita senior doctor. Amepanda daraja sasa. Huyu ameadvance, anaanza kwenda kwenye specialization. Hata kama anakaa bado kwenye general, lakini at least kunakuwa ma interns. Wale wanaotoka field wanaanza kwanza kuwaona wagonjwa, watazunguka kwenye round, wanamletea taarifa, then yeye anaenda kwa kuna vitu vimeshaanza kufanyika. Tunamuita ni AI senior. Huyu anaanza kuwa ana use AI kwenye daily issue zake na kuimprove performance yake. Kwa anakuwa anajitambua, mimi ni afisa mipango, mimi ni afisa rasilimali watu, mimi ni afisa masoko, mimi ni afisa gani. Kwa hiyo natakiwa ni focus kwenye mambo yanayohusu mambo yangu. Ndio unaanza kuimprove, unaanza kwenda kwenye specialization. Lakini vile vya basic uvitupi. Ili ukiambiwa andika email na wewe unajua, ukiambiwa summarize taarifa na wewe unajua. Yes. Halafu tunakwenda kwenye specialized AI doctor. Huyu sasa ana apply AI kwa ajili ya kufanya critical work. Actually mastaff waliofikia kama wale kwenye public sector, ukifikia kwenye senior level, you need to have this capacity. Uwe una hizi skills za critical thinking, problem solving thinking, kwa sababu unaanza kuwa mshauri. Unaanza kushauri, yani unaanza kutoa ushauri. Umepewa uhedi ka delegation huko kwenye private sector, umeambiwa utakuwa ni mkuu wa idara ya masoko. Mnaenda na wenzako mnazunguka kwa mtaani, lakini at least wewe ni head. Wewe unapewa data collect, unapewa ni supervisor kwa wale wanaofanya research. Ukishapewa hizo level za kuwa supervisor, level yako haitakiwi ifanane na wale ambao unawasupervise. Na kuna baadhi ya research mimi nilikuwa nafanya, unaweza kukuta anayekuwa supervised yuko brighter than supervisor. Inakuwa shida kweli kweli. Unayem supervise yuko brighter than ambaye kwenye field. Sasa ni changamoto kweli kweli. So make sure ukifikia hiyo level unakuwa uko advanced kuliko wale ambao wako chini yako. Kwa hiyo tunamuita huyu ni specialized doctor. Halafu kuna AI consultant. Huku sasa unaanza kumove na hizi kwenye zile level nizo, kwenye zile AI zako sasa unaanza kuwa umetengeneza na module. Yani jinsi unavyoenda unaanza kutengeneza module. Yani kwamba mimi sasa nasema nimeshafanya strategic plan za taasisi 20. Sasa najua nikitaka kuandika taasisi plan, mwongozo nao, wanataka kuwe na nini. So nataka nipate just half an hour, nipate taarifa za msingi za hiyo taasisi, niwaandikie SP yao draft ya kwanza, niwatumie, tunaanza kunegotiate. Ndio unakuwa kwenye level, unaanza kuwa consultant. It's now when your skill inaanza kukulipa. Skill yako sasa inaanza kukulipa. Of course sasa hizi kuna kitabu nakiandika namna gani ya kupata kipato kutokana na kile unachokijua. Mind, usisemi kile ulichokisomea. Maana watu wao wana confuse ulichokisomea na unachokijua. Sometimes mtu anaweza akasomea kitu afu asikijue. Very common kwenye nchi zetu zinazoendelea. Nakumbuka kuna profesa mmoja alikuwa anatoa lecture. Alikuwa anasema hizi nchi zetu zinazoendelea, watu wanaenda shule, wanaacha elimu shuleni, wanarudi na vyeti. So very common kwenye hizi nchi zetu. Kwa hiyo huku unakuwa umeshakuwa consultant, na consultancy is just having skills ambazo wale unaowapa hiyo consultancy wanamisi
na in most cases ukiwazidi just 5% unaweza ukapata consultants. Ukimzidi yule unaenda kumfanyia consultants 5% ya kile anachokijua, you can be a consultant. Ndio principles za consultancy hizo, na of course ni eneo ambalo ukishafikia level hiyo unaanza kuona matunda sasa ya kile ulichowekeza toka kwenye level ya kwanza. With AI, zamani kubikuwa consultancy ilikuwa inahitaji yani usote. Siku hizi haipo kwenye AI. Mimi nikikomandi hapa kitu, nikizungumzia mambo ya kiuchumi, nikizungumzia sijui mambo ya uwekezaji, naweza nikaitisha experience kutoka kwa prominent professors dunia nzima, nikampa hiyo command akanipa. Zamani nilitakiwa nianze kutoka naenda chuo kikuu cha Dar es Salaam na mtafuta profesa wa uwekezaji, yani simlie, natoka naenda UDOM na wenyewe nawauliza, halafu natoka pale naenda sijui chuo cha Mzumbe, unazunguka afu wanakuconfuse tu, kila mtu anasema nani yake. Lakini with AI namwambia nipe maoni yao, wale wanaokuwa positive, wanaokuwa negative, wanapokuwa nini, alafu wewe sasa uniadvise what is the best option. Nimekaa hapa kwenye meza yangu napata hilo jibu within 5 minutes, alafu naendelea kutoa consultants kwa mtu kuhusiana na hilo eneo. Nikienda mtu Tanzania, mimi ni profesa kwenye hilo eneo. Yes. Then kuna super specialist, ile ni highest level. Hapo unafikia mpaka umetengeneza machine learning yako, umetengeneza app yako, you don't work anymore. Mashine inafanya kazi, kama unapata kitu kinaitwa passive income. Kama umeona siku hizi unaweza ukaingia online ukalipia ukasoma kozi mpaka ukapata certificate. Haujawahi kukutana na aliyotengeneza hiyo kozi, alishatengenezaga yeye, yuko zake huko anacheza pool, hela zinaingia tu. Tunasema you are getting a passive income. You don't need to work ili upate pesa. Is the highest level, lakini ni ngazi kama ninavyosema mpaka kuielekea. Kwa hiyo unanipata? Kwa hiyo ni message ambayo nitaka muipate wadau wangu. Kwa hiyo kwenye kumalizia, ili uweze kumove kutoka kwenye sehemu ulipo kama internship beginner, utaenda kwenye internship, utaenda kwenye general user, kwenye AI, utakwenda kwenye professional user, utakwenda kwenye super specialist. Unaweza kuamua wewe. Binafsi nimejipanga kwa wale watakao kuwa tayari, of course. Baadaye tutatoa muda wa maswali. Kwanza kama kuna mtu mwenye maswali kabla hatujahitimisha, jamani. Karibuni nisiwe naongea peke yangu tu. Karibu kama una issue. Tunataka close up. Naona muda umekwenda saa hizi na saa 3. Si kama muda kwangu inasema saa 3 na dakika 58. Tushazidi, tulisema tungetumia 1 hour. Tumezidi kidogo. Karibuni sana kwa mwenye maswali, mwenye mchango, mwenye chochote kile, ili tuweze tusikie sauti tofauti kidogo. Karibu. Unawasha mic, unaongea tu, endelea. Karibu. Halo? Yes, karibu. Asante sana Mr. Mwingira. Yes. Kwa kweli umenifungua binafsi, nijizungumzie binafsi. Sawa. Fanya matumizi madogo ya ChatGPT kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Okay. Lakini kuna vitu umetufungua leo au umenifungua mimi kiujumla. Sasa nilikuwa nauliza. Ndio. Kwa hiyo binafsi natumiaga ChatGPT kwa level ya free mode na niseme tu napata matokeo, lakini leo nimeona kwa kupitia mfumo wa kulipia niseme kuna vitu zaidi. Na inaonekana kwamba naweza nikanufaika. Ndio. Kwa hiyo my point is, nisipolipia kwa matumizi yangu itani limit baadhi ya majibu, kunipa tu majibu ya easy. Kama ulivyoeleza hapo. Ndio. Endelea tu afu ndajibu. Okay.
Sawa, na hapo naona umezungumzia kwenye chat GPT-2. What about Yes. AI nyingine kama Gemini na Yes, AI Meta zingine. AI? Yes, sema tu afu nitakuja kukujibu. Naomba niishie hapo kwanza. Sawa. Kwa hiyo huyu mwenzetu anataka kujua akitumia ChatGPT ya free tofauti na yule ambaye analipia. Kwa haraka haraka, kwanza kuna tofauti inaonekana, na ina mlimit kama akitumia bila ya kulipia, lakini pia itaka kujua kwenye vipi kuhusiana na AI zingine. Yes, nianze na ya kwanza. Recommendation zangu mimi based kwa uzoefu wangu, kwanza na ya free ni the best option. Kama nilivyosema, unajua hizi teknolojia zinapokuja kuna issue ya commercialization. Watu wana commercialize vitu vyote vikija, kama mnafuatilia hata sasa hivi kwa wale wenzangu, mimi niko kwenye masuala ya planning na masuala ya monitoring and evaluation. Imekuja dhana ya M&E Tanzania, wamecommercialize watu kozi kila siku, M&E kozi sijui whatever, kwa hiyo watu wana commercialize. Sasa hivi tunazungumzia kuna kitu kinaitwa ESG. It's not a new thing. In fact, mimi ESG naijua toka 2002. Ila kilichobadilika saa hizi imebeba political pressure. Base ya hicho pia watu wamecommercialize. Busy watu wanafundisha kila siku training. Sio kama unaona eh? So if you are not careful na chat hizi nani AI, kuna watu wanacheza na mind zetu kama wanavyocheza kwenye magari. Wanakutolea leo Toyota RAV4, kesho wanakwambia imetoka new model, kesho kutwa wanakwambia tena walishaita new model, wanakota jina la kusema the newest, wanakuja na kingine wanaita anaconda au wanaita mayai, usijui kama unaelewa but ukienda kwenye basic ingredients ni zile zile. If you are not smart, utakuwa una move kushop from one item to another, but unachokitafuta ulikiacha kwenye old model yako. Kwa ndio maana nasema kuhusiana na kwanza, the best option ni kuanza na AI ya free. Unaitumia AI ya free, unajifunza changamoto zake. Kama inakidhi mahitaji yako, endelea kuitumia. Moment unapogundua kuna kitu kikidhi, unashauriwa kwa sababu kabla hujaenda kuamua uingie whether Gemini, uingie Cloud AI, uingie any other artificial intelligence, unataka kufanya nini? Ndio swali tunalokuuliza wewe. Shida yako unataka kufanya kitu gani? Ukiniambia unataka kufanya nini, ndio nakwambia this one is the best option. Na kuhakikishia ChatGPT bado ni best, kwa sababu siku hizi kuna module ukimlipia kwenye ChatGPT anakupa na access ya hizo zingine. Canva, kwa wale wanao design posters, ukilipa kwenye ChatGPT ana tool ya Canva ndani yake, ana tool ya DALL-E, yani ziko tools nyingi ambazo una enjoy just kwa kulipia package fulani ya chat. Sio kama umenipata Kwa opinion yangu, kwanza endelea kutumia hiyo free version, endelea kupractice. As we move, utakuja kama unahitaji consultation, sasa unaniambia hapa nataka kufanya kitu fulani na kwa device according hapo ulipofikia sasa. Kama ni kwenye chat, ingia kwenye package fulani, kwa sababu nako kuna package tofauti za kulipia. Iko ndogo, ipo ya kati, iko mpaka ya juu kabisa. Kwa once unajua mahitaji yako, tunaweza tukakushauri vizuri which is the best option. Nafikiri nimejibu na lela. Wengine wapo ChatGPT, wengine pia wapo. Nani tunaita AI, not ChatGPT. Wapo wengine. La pili, mnikumbushe ulikuwa una issue ya no, nimejibu yote. Yaani nahisi umejibu yote. Nilikuwa nauliza kwamba uwezo wa AI nyingine zina uwezo kama ChatGPT, hizo Meta AI, hizo Gemini. Yes, uwezo sasa kama nilivyosema, we kama unaweza, kwa mfano pia Gemini wana free version. Of course Gemini ni product ya Google, wameilink na Google hizo Google search engine. Kwa hiyo ujaribu tu kitu hicho uliza huku na ulize huku,
Najua changamoto kubwa yao wengine, kwa mfano lugha bado, kwa mfano ukiwa una type kwa Kiswahili, lugha yao Kiswahili chao hakijanyoka bado. Yes, hiyo ni changamoto. Na vingine yule anafanya vizuri, kwa mfano picha, nafikiri Gemini anafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kuna pros and cons, lakini mwisho wa siku kwa tunasema tunafanya cost benefit analysis. Na kama nilivyosema, kama unataka kuwatumia wote, kwa mfano Chat Gemini pamoja na Cloud AI, nafikiri kuna version ya nani, ukilipia unawapata wote. Sawa ya kuna chapter, kuna nani unawapata wote. Yep. Limitation of course kwa ambao hujalipia ipo. Kama unabadilisha picha kwenda kwenye unachokitaka wewe, ana limitation ya kiasi cha picha ambazo unaweza ukaupload. Kama una upload reports, ana limitation ya reports ambazo unaweza ukaupload per day, lakini anakupa, sijui kama unaona, kwa kama huna kazi kubwa unaweza ukajipanga, tunafanya leo, afu wakikupa ile nani limit yako, unatulia unasubiria muda wako ufike, kama hauna pressure sana. Yes, kwa hiyo hizo zote ni tricks ambazo mimi natumia experience yangu ambayo nimefanya. Mimi mpaka nikaenda kwenye za kulipia, nilijihakikisha nimestudy zote, afu sasa ndio nikaanza kulipia. Yes. Mwingine labda? Asante kaka John kwa training nzuri. Mimi nina swali moja. Kuna hii Meta AI. Yes, Meta. Na unaweza kurecommend hiyo pia kuitumia kwa professional use? Yes, Meta AI. Wewe umeanza kuitumia kwenye nini? Mimi huwa natumia tu kawaida tu, labda kama nataka kuuliza kitu simple tu. Kama message ya kudraft inani draftia, labda na draft message kwamba iniandikie rephrase, huwa inafanya. Lakini sijawahi kujaribu kutumia, kwa mfano professional sijawahi kujaribu kuitumia. Okay. Amewahi kuitumia? Nani amewahi kuitumia Meta AI? Yoyote ambaye amewahi kutumia Meta AI, share experience. Upendo? Abe. Kwa nini uliopt kwenda kwenye Meta AI na sio tool nyingine ya AI? Okay, sio kwamba natumia hiyo peke yake, natumia pia ChatGPT, ila kwa sababu tu iko accessible, ukifungua WhatsApp pale iko, unaweza kuitumia muda wote. Kwa hiyo naitumia tu kwa vitu simple kama hivyo, kwa draft messages basi, lakini sijawahi kutumia. Kwa hiyo nilitaka kama kuna mtu angekuwa na experience angeshare, labda nitajaribu kuitumia, then in next na unatumia kwenye version ya free? Ipo ni free. Okay. Yeah, of course, jibu la jumla kwanza unatakiwa kwenye, huwa tunasema ni kama mtu anakuambia utajiri, kama hauna definition yako ya utajiri manake nini, unaweza ukashindwa kusema mimi ni tajiri au maskini. Ila ukisha define unaweza ukadecide kwamba kweli leo mimi ni tajiri au maskini, kwa sababu utajiri ni concept ambayo ni dhana inajengwa. Tuna watu wanaamua kujenga dhana kwamba hawa matajiri hawa maskini. Ni kama vile wazungu wameamua kutuwekea vigezo ambavyo vinasema hawa wameendelea, hawa hawajaendelea kwa vigezo vyao. Lakini vigezo hivyo ukivipeleka kwa Msukuma au Masai mwenye ng'ombe wake 3,000 4,000, wao wanamuona maskini kwa sababu tu ya dhana waliojenga kwenye utajiri. Kwa the same applies, unaposema professional unamaanisha nini kwako? Lazima wewe una hiyo definition. Unamaanisha kuwa na vyeti vingi, umekuwa certified accountant, si professional? Au wewe unamaanisha nataka kufanya kitu fulani kiutaalam kiasi kwamba mtu hata kama sijajitambulisha mimi profesa ananitwisha cheo cha uprofesa. That's the other way of defining your professionalism. Kwa the first una define, lakini it's yes you can use as professional kwenye unakuwa strategically.
lakini inafanya vizuri mara nyingi sana. Kama hizi AI baadaye, kama utapata fursa, kwa wale kuna baadaye nitakuja kwa hapa, kuna kiprogram ambacho tunataka tukianza, zipo zinaitwa AI assistant. Kuna tools ambazo zitakuwa categorized kama AI assistant. Hizi AI assistant waga zinakuwaga specialized, unataka kufanya kwenye kitu fulani. Kwa hiyo professionalism, wewe ukiamua kuwa specialized kwenye kitu fulani, labda sema kwenye monitoring and evaluation, unataka kuwa kwenye strategic planning, unataka kuwa kwenye resource mobilization, unataka kuwa sasa, lazima udefine kwamba we professionalism yako unataka kuwa kwenye nini, alafu then ndio unarudi kwenye hii nikienda kwenye Meta AI tunaitest, unaachieve kile kwenye trial version. Usilipie kwanza kwenye trial version, ukiona una achieve then tuna capitalize kwenye hiyo, alafu tunakwambia sasa tuendelee kutengeneza module ambayo itakufanya wewe uanze kumove kutoka level moja mpaka kwenda kwenye level nyingine, ufikie mpaka kwenye super specialized ambao ni more than professional. Yes, unaweza ukaanza kwa consult. Yani unajua kuna wakati wewe sio mtaalamu wa hilo, yani hujasomea hicho kitu, ila unawapa consultation waliosomea. Kwa sababu hiyo, sio kama umenipata Upendo? Ndio, nimekupata. Asante sana. Yes, kwa key point ni kudefine what do you mean by hicho unachokisema. Professionalism kwako inamaanisha nini? It's a key point. You must know your destination first, then unaanza kutengeneza njia ya kufika destination yako kwenye chochote unachokifanya. If you don't know your destination, you will never know kama umefika, hautajua kama umepotea, utakuwa unapelekwa. Ndio ile leo imetokea AI hii, unaingia. Kesho imetokea unaambia labda huku nilikosea, nzuri ni hii. Unaingia, unakuwa always huko kwenye zero distance. Jamani, naona muda unakimbia. Naomba sasa tuhitimishe. Kwa intro fupi, ndawatumia hii presentation yote, na pia natengeneza kitabu cha kuhusiana na matumizi ya AI kuimprove productivity kwenye different fields ambazo anayoyasema Upendo professionalism. Nimegroup zile key professions in Tanzania. Kwa hiyo ndawatumia chapter moja tu ambayo inazungumza utangulizi, angalau upitie kwa kina, lakini ili uweze kubenefit kwa wale ambao watakuwa tayari, huwa tuna program ya coaching. Mimi waga sifundishagi mimi siku hizi, nishachana na habari za kufundisha. Huwa nafanya coaching kwenye mambo mbalimbali ili uweze kuwa na wewe unafanya. Kwa coaching ni ya 14 days kwa wale waliokuwa serious. Tunakuwa tuna 14 days consistently. Tunataka tuhamishe watu kutoka level uliokuwa nayo sasa hivi unaenda kwenye next level, ambapo tutaangalia kwa kina niliyozungumza leo kule, mambo ya maprompt. Utaongezea maprompt mengine, kuunganisha maprompt mengi. Kuna prompt tunaita STK, the best prompt. Kwa hiyo maana yake unaweza ukatengeneza nyimbo, ukatengeneza video, ukatengeneza poster kama za biashara yako, ukafanya uchambuzi wa haya research, ukawasaidia watu kuandika research proposal, ukawasaidia watu kufanya data analysis. Yani mambo mengi unafanya. Kwa hiyo si wengine waga watu wanakuuliza hivi, umesomea kitu gani? Namwangalia anasema sijasomea chochote. Kwa hiyo ndo hizo module, na module of course almost bure. Waga mimi nafundisha 100,000 kwa kawaida coaching zangu kama hizi. Kokoti itakayoanza tarehe 8, ambayo tunaanza tarehe 8 June, means next week, tunatoa punguzo kubwa 70,000. Unaisevu, unalipa 30,000 kwa punguzo la 70%. Unaingia kwenye hiyo program, full program, na sitegemei kuwa na watu wengi, kwa sababu coaching ukiwa na watu wengi pia uaga hawaelewi. Na mimi shida yangu nitengeneze duplicates za kwangu, nipate mtu mwingine naye anaweza akawafundisha watu kama hivi wengi tu. Na jinsi ya kulipia, unaweza kalipia kwenye Tigo Pesa, namba ni hiyo, utatuma kwenye wale watakao kuwa interested. Yes, koti inaanza tarehe hiyo, na ukishatuma hakikisha unatuma message kwenye namba ya WhatsApp, maelekezo yako huko.
Basi kwa wale ambao watakuwa tayari tutakutana kwenye hiyo session. Hata ukiwa mmoja ninakufundisha, na the good thing ni kwamba itakuwa ina live session lakini na pre-recorded, kwa sababu natambua kuna watu wana changamoto za muda. Kwa hiyo utakuwa unaingia, unasoma, una practice, ukiwa na maswali unauliza. Tutakuwa tuna wale ambao watakuwa nakosa live session na watengenezea hizo, and then tuna arrange maybe a weekly meeting ya pamoja ili tuweze ku clarify baadhi ya vitu, lakini kama nilivyosema, hakikisha unakwenda hatua kwa hatua, one thing at a go. Usikimbie. AI haisubiri watu ndio wanapaswa kuamua kuiwahi, lakini hakikisha kwamba hauiwahi kwa haraka sana. Utarash, afu utaishia wale ambao ukiulizwa hiki niliwahi kusoma, afu hamna ambacho unajua kukifanyia kazi. Si huwa spendi hiyo namna hiyo. Na washukuruni sana. Kabla sijafunga, labda kama kuna mwenye chochote ili tuweze close this session, tuachane tukapumzike. Wale wa kulala wakalale, wale ambao wanaendelea kukesha tutaendelea kukesha. Asanteni sana. Mr. Mwingira. Yes. Ile ya siku unaweza kurudisha tena? Ile ya siku 14. Of course nitawatumieni. Utatuma eh? Nitatuma hii sasa hivi, naituma kwenye group. Kama utatuma sawa. Naituma kwenye group, angalieni. Kwa koti ya kwanza itakuwa na siku 14, kwa hiyo tutakuwa tunaenda, kwa sababu mahitaji mengi na mimi sitaki watu wengi, nitakuwa naenda la koti. Nikimaliza koti hiyo ndio watangazia wale interested koti nyingine. Kwa hiyo usiwe na haraka, wewe relax, ukiangalia muda wako ingia, but the sooner the better. Yeah. Okay. Nawatumieni. Asante sana. Asanteni sana jamani. Tunashukuru sana. Haya.